uchawi upo kabisa, mnafanya kabisa wasanii. Mfano mimi mwenyewe sikuwa naamini hayo mambo. Ndikanani show zote ikawa zimetiki. Ila kwenye kupewa hela tu ndio ikawa kipengele. Mwanamke akaniambia hebu ingia kwenye gari tuondoke. Ndio kwa mara ya kwanza napelekwa kwa mganga sasa. Kwa mganga zikapasuliwa nazi pale nyingi, pigwa visomo, yule bwana nini, yule bwana alikuwa ananitibia. Kuna kipindi kila tukipasua nazi zinafunika. Nazi kifunika maana yake mambo yani ukipasua, yani ukipasua na ikiangalia juu fanya hivi maana yake fresh. Mambo sawa. Mipango nafunguka. Yani mwenyewe mpaka nafika hapa mambo nazi ilifunuka na maana niko Kenya muda huu. Toka ile siku mimi nikasema hivi vitu kweli vipo na uchawi upo, ndo nikajiingiza rasmi mpaka sasa hivi nina group langu kabisa la wachawi. Vitu vinaenda. Serious. Jana nimekutana na Jovi anaogopa hata kunishika mkono. Ngamba usinishike kabisa. Hii show hii ni mipango labda tuseme labda BN. Hii show BN lazima tashangiliwa kuliko mimi. Lazima kwanza nitadili na BN kwanza. Kama sauti isimkauke basi maiki ikate. Siku ambayo umeingia kutoka Dar es Salaam ndio siku ambayo kulipatikana nyoka pale Namanga. Naomba ufafanuzi. Mimi natumiaga mbuzi, paka, kuku, njiwa. Mambo yakiwa magumu kabisa, vita kali, anatumika mpaka bundi. Hao zinahitajika damu zao tu basi. Hapana, ndio kweli. Tunaona basi tuongee reality kwa sababu hapa mic na kamera ndio maana unajifanya mambo. Mimi nimenyooka, mimi sipendi bwana mambo ya kupinda pinda. Mimi naongea ukweli. Watumishi wenyewe wanaloga. Sio wote tu kumtaja mtu kwa jina kwa sababu ni mtu ambaye tayari watu wameweka imani kwake. Lakini uchawi upo. Uchawi nao upo. Ladies and gentlemen, it's about to go down. Ladies and gentlemen, attention, please. This is Mambo Mseto na Winnie Tuva. Hii kitu ipo. Uchawi upo kabisa, mnafanya kabisa wasanii. Upo. Nipe mfano. Mfano mimi mwenyewe. Wewe una practice witchcraft. Unasema mfano anachanganya, yani kama tulete vifaa tutandike vitambaa vyeupe kazi ianze ofisini au na maanisha. Okay, so tuseme kwamba ngoja. So unachosema ni kwamba wewe ili unafanya uchawi ili muziki wako uhit ama unafanya kwa mazingira gani? Na sababu gani? Sikiza nikwambie. Uchawi ulivyo. Mimi kwanza sikuwa naamini hayo mambo kabisa. Mwanzo nilikuwa kama wewe hivyo. Nikiambiwa hivyo vitu nashtuka, uchawi, mganga, naona mambo gani haya? Ila kuna siku nilienda mtaani kwangu nilikozaliwa wakati nishakuwa star. Wakaniambia bwana mwana tu situache vivi mama zako tupate tena la soda. Nikawa nimewapa hela pale nikaondoka zangu. Nilipofika zangu nyumbani kwangu kuna mtu libida niletee hela kutoka another city. Nikafanya show. Yule mtu kaja na hela, alipofika pale Dar es Salaam akasema bwana kuna utata umetokea huko. Watu hawataki wewe ukaimbe, wanamtaka msanii mwingine. Kivipi? Mabango yote, mistimu yote imeshabandikwa, matangazo kwa kifupi yameshaendelea. Nikamwambia inawezekana vipi? Sasa kwa bahati mbaya nzuri mwanamke nilikuwa naye ni master vile vitu. Yaani mpenzi wako, mwanamke wangu kwa kipindi hicho. Hiyo ilivyoshindikana ikatokea show nyingine, ikashindikana. Yaani show zote ikawa zimetiki. Ila kwenye kupewa hela tu ndio ikawa kipengele. Mwanamke akaniambia hebu ingia kwenye gari tuondoke. Ndio kwa mara ya kwanza napelekwa kwa mganga sasa. Picha linaanza niingia pale. Ila ile nazi nilikuwa sina. Mama yule mtaalamu ndio kaninunulia mimi nazi. Kaniambia utanirudisha hela yangu. Ikapigika kazi pale, nazi zikachukuliwa, zikachorwa. Wapi huko sasa? Tanga, Dar es Salaam. Dar es Salaam pale. Kwa mganga. Zikapasuliwa nazi pale nyingi, pigwa visomo, dua nini, yule bwana alikuwa ananitibia. Kuna kipindi kila tukipasua nazi zinafunika. Nazi kifunika maana yake mambo bado magumu. Ngoja, yani ukipasua nazi ikiangalia juu fanya hivi maana yake fresh. Mambo sawa. Mipango nafunguka. Yani mwenyewe mpaka nafika hapa mambo nazi ilifunuka na maana niko Kenya muda huu. Sio vizuri. Ngoja, lakini siku hiyo ukipasua nazi inafunika. Unaweza kuhisi kama vile ni nakutania, lakini siku nitakualika kwenye shughuli zangu. Kwa hiyo zile nazi ukipasua nazi unakuwa unaangalia tu. Staki. Uweze kushiriki chochote. Sawa, wewe unatazama tu unapata experience ya vile vitu. Ngoja. Sasa uchawi maneno au nogi kaka, inabidi ushiriki. Siwezi shiriki ushirikina. Jana nimekutana na Jovi anaogopa hata kunishika mkono. Ngamba usinishika ndugu yangu. Nitaondoka na nyota yako. Na hivi ninavyoitaka Kenya. Si utomwacha mtu yote salama. Kwa hiyo
nazi zile zikawa zinafunika, kila tukipasua zinafunika. Mwisho wa siku wale jamaa sasa wakawa wanasema huyu jamaa kulifundi, yaani yule aliyeniroga yuko vizuri kuliko wao wanaonisibia. Haya, kwa wakapiga simu kwa brother wao, alikuwa naishi Dubai. Bwana inakuaje bwana? Swali, bwana kuna mdogo wetu bwana anaimba mambo yake haendi bwana, tushapasua nazi, mmesoma dua fulani, tumesoma dua fulani bado imeshindikana hebu dakika moja narudia. Jamaa akakata simu, akarudi tena. Aliporudi akamwambia, sikiliza, leteni nazi moja, tafuteni nazi kaenda kugongewa mtu ndani. Akamwambia usiku zilinunuliwa nazi ule mtaa magengeni ziliisha, kaenda kugonga mtu ndani, kachukua nazi kaletwa pale, akaambiwa someni sura fulani, wakaisoma video call hapo. Walipomaliza kusoma ile sura, wakaambiwa chukueni nazi itieni kwenye maji, ikatiwa kwenye maji ile. Akaambiwa mtafuteni mtoto mdogo chini ya miaka 18 hivi, kaenda kukuamshwa mtoto. Nakumbuka mtoto nilimpa 20,000. Akaenda kuamshwa ile mtoto, akamwambia avunje huyo. Bwana ile nazi inavunjika tu, ilikuwa ni saa 9 usiku. Mpaka namaliza ile shughuli na koga nini, nakuta miskolu 5 za ule mchizi. Mchizi yupi? Yule ambaye alikuwa apokee simu, anataka kulipa hela yangu. Ananiambia bro, uko wapi nije tumalizane? Ngapata tunamalizana vipi saa 9 hii? Jamaa akaniambia huyu ndio ule mtu. Ngamia ndio huyu alikuwa apokee simu. Akaniambia sasa sikiliza, huyu hata kumuelekeza Mwanza anakuja. Yaani hata ukimuelekeza mbele masaa 12 anakuja, yani kwa kitu tulichokifanya hapa. Kweli bwana, siku ya pili mimi nimekaa namuona kwenye location tu. Anavokuja hivi na pikipiki yake. Mpaka nyumbani kaleta hela. Na sio yule, wote ambao walikuwa wana hela zangu zinapinda. Toka ile siku mimi ndo nikasema hivi vitu kweli vipo na uchawi upo, ndo nikajiingiza rasmi. Mpaka sasa hivi nina group langu kabisa la wachawi. Vitu vinaenda serious. Ngoja, yaani una waganga wako yani? Ni group kabisa, kama mnavyokuwa na magroup yenu ofisi hapa Citizen. Na uligiana habari kwamba Dula Makabila leo na interview. Na sisi ndio hivyo bwana, kesho nina show ndugu zangu. Watu wainuke, show iwe kali. Kila wanavunja nazi. Kila mtu anapambana kwa nalipa kwa mwezi. Ngoja. Sasa unanishangaza sana. So katika matukio yako wewe unafanya ili ufaidi ama unafanya kufanyia mtu mwingine vibaya? Kwa mfano unaweza kwenda kwa mganga kufanya mtu fulani asifanikiwe. Yaani inatokea yani kwenye show najua kabisa. Hii show hii ni mipango labda tuseme labda BN. Hii show BN lazima atashangiliwa kuliko mimi. Lazima kwanza nitadili na BN kwanza. Kama sauti isimkauke basi mic ikate. Yaani popote vitokee. Hivyo vitu mnafanya? Mbona mimi utaratibu wangu wa kila siku. Yaani hivyo ni vitu vya kawaida. Wewe tatizo lako umekuja Tanzania umeishia juu. Ilibidi nitafute nikutembeze nikupeleke hizo sehemu zote nini. Sitaki. Alikiba alikwambia kabisa uachane na ushirikina. Nani Alikiba? Sawa, mambo kashindwa mamangu mzazi kaka kunikataza. Yaani msikize Alikiba. Ushirikina. Kama ujui. Altars to visit. I spoke to you about it the other day, yule mwanamke alikuwa hapa. Unapopeana pale kwa Mungu kuna yule anapeana kwingine. Ila mwisho wa siku yeye anaamini yake, wewe unaamini yako. Mimi naamini kwangu Mungu ndo anazidi yote. Yeye ndajisikia vibaya sana siku nikikukuta kwa mtaalamu. Uwezi nipata kwenye mtaalamu. Yaani sikupata tu. Ati nini? Nimeenda kwa mtaalamu. Jaribu tafadhali. Haitokea. Sitokutona kidogo. Kwa hivyo hizo vitu mnyinyi mnafanya. Kwa hivyo hata wasema hapa haije kutokea mtu ghafla tu kapandishwa cheo au anapenda tuna bosi. Hamna hiyo hapa. Haya mambo. Tajuaje sasa? Hamna hiyo kwa ipogo kwenye maisha. Kuna mtu anakuaga tu anapendwa tuna bosi. Don't tell. Umesikia matukio haya? Mimi na swali moja kwanza nataka kuuliza kabla sijaenda sana. Siku ambayo umeingia kutoka Dar es Salaam juzi ndio siku ambayo kulipatikana nyoka pale Namanga. Siku ile ambayo ameingia. Wewe unakwenda. Endelea. Mzigo wangu ulikwama. Ndio kuna nyoka alipatikana Namanga na mwenyewe hatukumjali. Naomba ufafanuzi. Kuna vile labda yule Chato na kuna vote vile labda inaweza kuwa unahusiana na mimi Chato kwanza sihusiani naye. Kabisa. Hakuwa Chato wako yule? Afu mimi situmii Chato. Ama mmoja wenu kwa mimi situmii Chato, mimi natumiaga mbuzi, paka, kuku, njiwa. Mambo yakiwa magumu kabisa, vita kali, anatumika mpaka bundi. Sina mjua bundi yule. Unawafanyaje hao wanyama? Kwamba unawachinja? Hao zinahitajika damu zao tu basi. Yaani hamna chochote. Ni damu zao tu basi. Ili mambo yaende. Na ndo sadaka zenyewe hizo kwa sababu
Bro, lakini kuna dini. Hizi vitu ambavyo unafanya ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Una imani yako ikoje? Mungu anasema jisaidie na mimi nikusaidie. Hamna, sio kwa uchawi. Kwa nini sasa? Kwa nini wale wapo? Sio kwa uchawi. Msikilizaji, ngoja nikuulize Mtuva. Ngoja hapo kabla hujafunga kipindi chako. Sija kifunga. Sasa nikuulize. Kwa mfano, hapa tuongeza ile reality kabisa. Shemeji anaitwa nani? Shemeji anaitwa nani? Tusitaje watu. Yaani mke wako tuseme ndio tufanye basi mke wako labda kapitia changamoto. Tubuze chini ya maji. Kwa mfano, nasema mfano. Mtu kule, yani tafuta tu jina. Sawa, atumtaji basi jina. Kwa mfano labda kapitia changamoto mke wako au mtu yote kwenye familia yako au mtoto wako. Umempeleka hospitali, alafu akamtibia. Mwisho wa siku akakwambia bwana huyu mtu kwa operation tulizofanya, kwa nchi alizoenda. Hebu ujaribu upande wa pili. Wewe unafikiri ni nyuma ya mjengo wa Citizen? Upande wa pili. Atuambiwa hizo mzee. Upande wa pili maana yake ni kwa mganga. Inafika time daktari mwenyewe anakushauri uende kwa mganga. Naona kabisa ili gonjwa sio la kawaida. Hiyo ni imani. Sio la kibinadamu. Na hiyo imani ni potofu. Tuva, nisikize basi. Ngoja. Tazama unaamini kwamba Mwenyezi Mungu tofauti yangu mimi na wewe. Mimi naongea ukweli. Wewe unalinda brand yako sababu hamna. Hapana, kweli. Wewe unalinda, tuzime mic basi tuongee reality kwa sababu hapa mic na kamera ndio maana unajifanya mambo uamini. Sawa. Lakini mimi naamini tukitoka nje hapa, mimi tutaongea lugha hiyo. Hamna. Acha nikwambie. Ukapona hospitali Mtuva, hamna utaratibu. Acha nikwambie, wapo wengi sana ambao wameponywa kwa imani ya Mungu. Wengi. Kanisani. Makanisa. Kanisani. Yaani kanisani? Kuna mtu tunakutana nao kule hao. Ngoja. Jana juzi ya. Watumishi wa Mungu. Ngoja tunakutana nao kwenye mama. Umekutana nao wapi? Tuva, nisikilize basi. Tunakutana nao. Wapi? Tunakutana nao. Wana vitambaa vyekundu na wanakoga dawa kama kawaida. Kwa nyinyi wanaambia kanisani. Sio wote. Ngoja. Dula ngoja mpole pole. Nyi bwana mimi naona kama interview yenu hii kama hii nataka mnilazimishe mimi nifuate ninavyotaka nyinyi. Ngoja. Mimi nimenyooka, mimi sipendi bwana mambo ya kupinda pinda. Mimi naongea ukweli. Watumishi wenyewe wanaloga. Siwezi tu kumtaja mtu kwa jina kwa sababu ni mtu ambaye tayari watu wameweka imani kwake. Lakini uchawi upo. Uchawi nao upo, lakini Mungu yupo. Mungu pia naye yupo kabisa, yani kabisa. Alafu ngoja nikwambie. Alafu Mungu mwenyewe mbona anajua kwa uchawi? Kama Mungu anajua. Lakini sisi by the way, the Bible says you're not any God. Yani mimi mpaka nafanikiwa kwa uchawi maana yake Mungu naye ameshakunjua kwamba bwana wewe utafanikiwa kwa njia hii, Mtuva muache endelee kuomba kwa mpango huu. Unaelewa? Hiyo ni imani potofu. Sasa dada mimi wanalipa. Ngoja nikwambie. Unaona chochote unachokipata kwa giza. Kwa hiyo ngoja kwanza. Kwamba tunatumia English kwa ajili ya kunyamazisha. Hamna. Si ndo maana yake? Mnatumia English kwa ajili ya kunyamazisha. Inaonekana nyinyi mpo sahihi sana mnaongea English. Hapana. Si ndio? Hata tu Kiswahili. Wacha niseme hivi. Unaona ukienda ukitoa kwa madhabahu hayo ambayo ni ya kishetani. Au wewe unachelewa. Ngoja. Sikize mimi. Ngoja. Tuva, ujue kwamba utalipa. Tuva, tukubaliane kitu kimoja. Lazima utalipa kitu kimoja. Tena vibaya. Tukubaliane kitu kimoja. Juzi hapa tulioji mtu ambaye ngoja kwanza. Nataka niseme. Chukua majina udada. Wewe nenda kamuombee kwenye madhabahu. Adumu kazini. Afu nichukue jina lake. Nipeleke mimi kwa mchai wangu. Mimi naemwamini. Niseme waachishwe kazi uone kama utamuona kazini. Haitafanya yani tena. Mambo Mseto. Himaya ya mara 10. Ndio unajua kule mimi naenda pia mimi nimeweka madhabahu yangu. Sawa, ndio nasemaje? Tutaona. Huyu hapa aenda akakuombee. Zake za mwanga.